Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Z Friday, na leo nataka tuzungumzie mambo kadhaa ambayo yaliipelekea simu ya BlackBerry kufeli kwenye mauzo hadi kufikia sasa kutokuuzwa kabisa, na hauwezi kuizungumzia simu ya BlackBerry kwa sababu unakosa. Wakati fulani kuwa na BlackBerry ilikuwa heshima, kwa sababu simu hizi zilikuwa zinatumiwa na marais, wafanyabiashara maarufu pia, na hata mastaa walikuwa wanazo hizi simu. Lakini leo BlackBerry huwezi kuiona kirahisi hivi kwa sababu imeanguka sokoni. Nataka tujadili mambo kadhaa ambayo yalipelekea BlackBerry kufeli. Unaweza kusema kabla ya iPhone na Android kutawala, BlackBerry ilikuwa simu ya kipekee kwa wakati ule. Kwanza upekee wake ulitokana na ile keyboard yake ambayo walikopi na kupesti kutoka kwenye keyboard za kompyuta na kuileta kwenye simu. Pia usalama ulikuwa ni wa hali ya juu sana kwa kipindi kile, na BBM yani BlackBerry Messenger. Kipindi kile kuwa na BlackBerry ilimaanisha wewe ni mtu wa kazi au mtu wa maana sana. Sasa tatizo lilianzia mwaka 2007 baada ya Apple walipotoa simu yao ya kwanza ambayo haina keyboard, yani touchscreen kamili. Wakati dunia ikishangaa kuhusu touchscreen, BlackBerry hawakuona hatari yoyote. Waliona touchscreen kama mchezo wa kitoto, wakiamini kuwa keyboard ndiyo future ya teknolojia kwa wakati ule. Lakini mambo manne ambayo yalipelekea BlackBerry kufeli, kwanza ilikuwa ni kupuuza touchscreen. Wakati touchscreen inatoka kwenye simu za Apple, BlackBerry wao hawakujadili sana swala la touchscreen. Jambo la pili ilikuwa ni App Store yao ilikuwa ni dhaifu sana, kwa sababu ukilinganisha na simu za Android na simu za Apple, BlackBerry wao walikuwa na App Store dhaifu sana, kwa maana haikuwa ina application nyingi za kutosha ambazo mtu akienda katika simu za Android na Apple anazikuta. BlackBerry haikuwa hivyo. Jambo la tatu ilikuwa ni kuto kumzingatia mteja wao. BlackBerry ilikuwa na uwezo wa kununua simu ambayo umenunua mwaka jana na simu ambayo umenunua mwaka huu, ni model tofauti, majina tofauti, lakini unajikuta unamiliki simu ambayo ina utofauti wa jina tu, ndani kila kitu kipo vile vile. Au unaweza ukawa unamiliki simu ambayo ina utofauti wa nje tu, lakini ndani kila kitu kipo vile vile kama simu ya mwanzo. Jambo lingine ni kuchelewa kuipeleka BBM yani BlackBerry Messenger kwenye simu za Android na iPhone. Hadi ilipofikia hatua wanashtuka, walikuja kukuta WhatsApp tayari imesha take over kwenye simu za Android pamoja na simu za Apple. Sasa unaweza kusema ni kwamba mauzo yakaanza kushuka kwa wakati ule. Baada ya kupotezea hivi vitu, watumiaji wakahamia simu za Apple pamoja na Android. Hatimaye BlackBerry wakaacha kutengeneza simu zao wenyewe. Unaweza kusema ni kwamba BlackBerry haikufa kwa kukosa ubora, ilikufa kwa kukataa kubadilika. Kuna kitu cha kujifunza hapo. Unaweza kusema ni kwamba teknolojia ikibadilika na wewe usibadilike, basi utaanguka. Swali la mwisho ambalo nataka niseme ni kwamba wewe ulipenda nini zaidi kwenye simu za BlackBerry? Je, ni keyboard au BBM? Unaweza kuniandikia kwenye comment.